Karibu shambani, mahali ambapo ardhi huzungumza na juhudi za mkulima huzaa matunda ya maisha. Hapa si tu sehemu ya kulima na kufuga, bali ni chanzo cha ajira, chakula na matumaini kwa jamii nzima. Katika safari hii ya kilimo na ufugaji, tunakutana na changamoto lakini pia mafanikio yanayojengwa na uvumilivu na maarifa. Leo tunaingia shambani kuangazia elimu, kujifunza na kushuhudia kwa karibu juhudi za wakulima na wafugaji kutoka Mosaba Integrated Farm Limited. Fuatana nasi hadi mwisho wa kipindi chetu. Sisi ni kampuni yetu inaitwa Mosaba Integrated Farm Limited, na shughuli zetu kuu ni shughuli za ufugaji kisasa, kwa maana ya ufugaji wa samaki. Tunafuga nyuki, tunafuga na kuku. Kuku tunafuga aina zote, tuna kuku wa nyama, broiler, tuna kuku chotara na tuna kuku wa mayai. Lakini pia tunatoa huduma ya vifaranga, tunatoa huduma ya ushauri na saha kwa ufugaji na wakulima. Lakini tunafunga na mifumo ya umwagiliaji kisasa. Kwa hiyo pia tunalima kisasa. Sisi ni Mosaba Integrated Farm, tunapatikana mkoa wa Ruvuma, wilaya Tunduru. Tuko kijiji cha Songambele hapa, kata na Makambale. Msikilizaji alitamani kufahamu shughuli zenu mnazifanya kwa njia gani? Tunatumia sana vitendo kuliko nadharia, ili kwamba mkulima au kijana anayeamua kuja kujifunza au atoke hapa akiwa ameiva na anaweza kufanya kwa vitendo. Katika kipindi cha siku hii ya leo tutatazama kwa undani namna ya ufugaji wa samaki na gharama zake, lakini pia namna ya kuhudumia samaki na faida za ufugaji wa samaki katika mazingira. Na hapa tuangazie namna ambavyo shughuli hii inafanyika. Kwa ufupi, msikilizaji alitamani kufahamu ni namna gani samaki hawa hulishwa. Na kengele. Kwa unapokuja na kengele. Wao wana zile kelele wanasikia. Wao wanasogea pale ulipo. Ndio wanapata. Hapa ndo tunawatowesha hivi. Kwa ukipiga ile kengele wanasogea. Ukirusha tu. Na ni siku zile za mwanzo. Wakishazoea sehemu yao ya kula. Wao ukifika tu wakiona tu wanajua hapa ndio ameleta chakula. Na hauwabadilishi sehemu ya chakula. Aha, inakuwa ni hapo hapo. Ni hapo hapo. Ukianza kulishia hapo, lisha hapo hapo. Vinginevyo siku nyingine unaweza kutoa asili. Kama hapo unawalishia hapa. Tunawalishia. Ndio maana wapo. Kwa ukienda kule, iko chakula unaweza kukuta kisiliwe kwa asilimia zote. Sababu chakula cha samaki kinatakiwa kiwe kinaelea juu. Kizama chini hakioni. Kwa hiyo ukitupa kitaelea juu. Kika muda mrefu kinashuka chini. Kizama chini hapo basi imeshapotea. Ni maji ya aina gani ambayo yanafaa kwa ajili ya ufugaji huu wa samaki? Samaki anahitaji maji ambayo yanamficha. Yaani wewe huwezi kumuona kwa rahisi. Lakini pia hiki kijani tunakitengeneza. Maji tunayotumia ni yale ya kisima. Yanakuja yakiwa kama vile unavyoyaona. Yakija hapa lazima tuyabadilishe yafanane na ya mtoni ili yawe rafiki kwa samaki. Kwa hiyo tunarutubisha. Tunarutubisha maji. Ukishaweka maji bwawani yameshajaa, kuna siku 7 za kurutubisha maji, yani kuyageuza kutoka kwenye maji ya kawaida kuja maji kama ya mto. Bora rafiki kwa samaki. Tunatumia samadi ya kuku. Ile kuku broiler yoyote yule, kuku yoyote. Ili mradi iwe samadi imeshakauka. Unaiweka kwenye mfuko kilo 2, kilo 2 zile, kilo 6 unaweka kwenye mifuko 3. Mfuko mmoja unaweka kona hii, mfuko mwingine kona ile na kona hii. Alafu ile mifuko unakuwa umeifunga huku juu. Kiasi kwamba kile kinyesi kisiingie wapi? Kwenye maji. Kibaki kwenye mfuko ule. Kwa kitakaa huko kwenye maji kwa muda siku 7. Ile siku ya 7 tunatoa. Tunaganya mifuko. Ni kiloba. Ili mradi kiwe kiloba ambacho hakina nylon. Na kuna viloba ambavyo vinaida kama vya mbolea na nylon ndani. Ile sio mzuri. Kwa hata ule mfuko ambao umetumika kwenye chakula cha kuku. Sawa, unaweza kutumia au mifuko ya aina hiyo. Kwa hiyo kadri inavyokaa mle ndani inaoza. Ikishaoza ile hali ya kuoza kuna kitu kinatengenezwa, kuna rangi inatengenezwa, ndio hiyo rangi ya kijani unayoiona. Ukitoa maji yote yamekuwa ya kijani. Lakini hushauriwi baada tu ya kutoa uweke samaki. Kwa sababu bado anakuwa na wadudu
na yanakuwa na joto, sababu samadi inapoota inatengeneza joto. Kwa hiyo tunasubiri tena siku 7, alafu tunaweka kama wiki 2. Ni kwa muda gani sasa maji katika bwawa yanafaa kubadilishwa? Akiishi mwenyewe wakati anakula anajisaidia, akijisaidia kile kinyesi chake na chenye kinageuza maji kwa kijani zaidi. Ndio maana tunafanya ile issue ya kubadilisha maji kila baada ya muda fulani. Kwa hiyo kama una samaki wakubwa, basi kila baada ya wiki 2 wiki 3 napunguza maji kidogo, naongeza maji mengine. Napunguza ule uchafu, naweka maji mapya, na hatutoi yote. Ni kwa sababu tukitoa yote ni kama vile tumemhamisha samaki kwenye maisha yake aliyoyazoea, tunampeleka sehemu ambayo hajawahi kuishi. Kwa hawezi kuishi wala. Ufugaji huu wa kisasa unaweza kuwa na faida gani kwa mazingira? Faida ya mazingira kwanza ni kwamba inakuwa ni rafiki kwa viumbe. Kwa mfano, unaona wale nyuki tunaishi nao pale. Wale nyuki bila ya haya maji walitakiwa waende umbali mrefu kutafuta maji. Lakini sasa wanatoka pale wanakuja hapa jirani kupata maji. Lakini wakati mwingine pia tunapanda miti ya kutunza mazingira. Maji haya ambayo yametoka bwawani yanakuwa tayari yana mbolea. Kile kinyesi cha samaki ni mbolea. Kwa hiyo tunachukua hayo maji yanarudi kwenye nini? Kwenye mimea kama migomba na vitu vingine. Unakuta mazingira yanakaa vizuri. Faida nyingine iko kwenye upande wa mazingira, ni kivutio kwa watu. Mtu unaweza ukatoka uko na stress, ukifika hapa hii mazingira tu ya samaki hivi unapenda na unapoteza mawazo mengine. Hizo ndio faida za mazingira. Na mradi kama huu unaweza ukagharimu shilingi ngapi? Ni mradi wa kisasa, ufugaji wa kisasa wa samaki. Unaweza ukagharimu shilingi ngapi? Gharama za mradi zinategemea pia na mwekezaji amejipanga vipi, kwa sababu tuna mabwawa ya aina kama 3. Tuna bwawa ambalo tunajengea kwa block cement, tuna bwawa ambalo tunaweza tukatumia turubai ambao ni hilo ndio tunasema ujenzi rahisi, lakini pia tuna ujenzi wa bwawa kwa kutumia raina. Kwa hiyo huu ujenzi wa raina kidogo unahitaji kiasi kikubwa cha fedha, ambapo kwa bwawa kama hili unaweza kutumia milioni 3.5 kwa kupata tu raina. Lakini bado kuna gharama za uchimbaji. Uchimbaji unaweza kutumia 900,000 mpaka milioni. Kwa hiyo ukichukua milioni na ile la milioni 3.5 ni kama milioni 4.5 kwa gharama tu za kupata bwawa. Hiyo tunazungumzia kwa issue ya raina. Lakini tukija kwenye issue ya turubai, kulipata turubai la kuenea bwawa kama hili gharama yake inakuwa ni 900,000. 900,000 na uchimbaji 900,000 tayari ni milioni 1.8 au milioni 900,000 inakuwa imeshatosha kupata bwawa kama hili. Kinachobaki sasa ni kuweka tu samaki. Samaki kifaranga kimoja kinauza shilingi 250. Kwa hiyo na ukubwa wa huu bwawa unaweza kubeba samaki 6,500 mpaka 10,000. Kwa kama utabenda kuweka samaki 10,000, tafsiri yake ni kwamba utatumia milioni 2.5 kupata vifaranga, lakini tunaongeza na ile milioni 1.9 kwa ajili ya uchimbaji na uwekaji wa turubai. Hizo ndo gharama za mradi wa bwawa. Kama utatumia raina au utatumia turubai. Kuna kijana anakusikia sasa, anatamani kujiunga na kuwafikia ninyi, lakini anawaza pengine gharama za kujiunga, kujifunza. Kuna gharama zozote ambazo mnaweza mkawa mnawatoza vijana ambao wanatafuta kujifunza kupitia vitendo vya nadharia na vitendo? Gharama zipo, lakini gharama zetu ni nafuu. Lakini pia tunaweza tukamkopesha kijana kama hana uwezo wa kufanya kwa wakati huo. Gharama zetu ziko upande wa malazi, ingawa malazi tunaweza tukamsaidia, lakini kuna gharama za chakula. Kwa hiyo kijana anapokuja kama anahitaji kuwepo hapa, anatakiwa ajiandae na gharama za chakula. Lakini gharama za mafunzo inakuwa ni 500,000 kwa mwaka. Kwa tumeweka bei nafuu kabisa ili aweze kupata mafunzo bila usumbufu wote. Na akilipa hiyo 500,000 kwa maana kwamba hana gharama tena za chakula, hana gharama za sabuni. Wakati mwingine kuna kazi ndogo ndogo zinafanyika hapa ziko nje ya mafunzo. Kwa anaweza akafanya ikawa ni sehemu ya malipo ya hizo gharama za mafunzo. Kwa kufanya hivyo mmejikuta mkiatoa ajira na kufungua fursa mbalimbali kwa vijana. Ndio. Tumekuwa tukitoa fursa kwa vijana na kutoa ajira, kwa sababu akipata mafunzo anatamani aende akafanye. Na sisi hatumwachi kijana akiondoka tupo. Akija hapa akipata mafunzo, wakati anaondoka tunajaribu kumpa kamtaji kidogo ili akaanze nako mtaani. Anaweza akatoka na kuku, anaweza akatoka na mbegu za mboga, anaweza akatoka na kadripu kidogo akaenda kufunga eneo dogo akaanza kutafuta mtaji.
Watu wanakusikiliza kwa muda huu na wanatamani kufanya mradi kama huu kutokana na jinsi ambavyo umeufanikisha. Ndiyo. Na faida zilizoonekana na namna ambavyo unaweza kunufaika kwa jamii pia. Wanaweza wakakupata vipi ama wafanye mawasiliano gani ili waweze kukupata? Okay. Tunapatikana kwanza shambani, mtu kama anaamua kutembelea shambani, hapa shambani kwetu kijiji kinaitwa Songambele, kata ya Namakambale, wilaya ya Tunduru, mkoa wa Ruvuma. Lakini pia unaweza ukapiga simu 0782 45 37 04. Wakati wote niko hewani kwa hiyo namba. Kwa hiyo kama unahitaji kunipata, tunaweza tukawasiliana, lakini unaweza ukaja site kwa maana ya shamba na ukaweza kujionea kwa vitendo, lakini pia ukapata na madini mengine yaweze kusaidia katika kuanzisha mradi wako. Nikushukuru sana. Asante, karibu. Na kuangazia kwa ukina kabisa katika shughuli za ufugaji wa samaki, na sasa tumekuja kuangalia katika eneo hili la ufugaji wa kuku wa nyama. Ni fursa kwa vijana ambapo kampuni hii inaweza kufungua fursa mbalimbali kwa jamii na vijana pia wale ambao wanaweza kutafuta mahali pa kujifunza ujasiriamali, lakini pia kujiajiri kwa namna ya ajira zao wenyewe binafsi. Karibuni Namakambale, karibuni Tunduru, eneo ambalo unaweza ukapata mikakati ya kujifunza na kujiajiri. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la Namakambale, ni mimi mwanaripoti wako Baraka Joel.